Uhali gani mtazamaji wa New Agape TV? Karibu sana katika kipindi chetu. Kama huja like, kushare katika TV yetu, basi ulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata matukio ambayo tunayarusha kila siku katika kipindi chetu. Mimi Esther Musa, na leo bwana, katika kipindi chetu tumekuandalia hadithi mbalimbali zinazotoka katika maandiko tofauti, na nitaanza na hadithi ya kwanza na nitamalizia na hadithi inayofuata. Leo nitakukumbusha kitu kimoja katika maandiko ya Mungu. Yohana 2 kuanzia sura ya kwanza, Biblia inasema siku moja Yesu alialikwa kwenye harusi huko Kana ya Galilaya. Alipofika kwenye harusi, akakuta maandalizi ya harusi yote yameandaliwa vizuri kabisa. Kama unavyojua mtazamaji wangu, ukifika kwenye harusi kunakuwa kumeandaliwa vizuri kabisa. Kama ni vyakula vimepikwa, harusi imeandaliwa, wageni wamefika. Lakini Yesu alipofika pale, yeye, wanafunzi wake na mama yake, wakati harusi inaendelea, ghafla divai ikawa imeisha. Wanafunzi wake wakatoka na wakaenda kumwambia Yesu, tumeishiwa divai. Yesu akasema hilo halina shida, basi andaeni mabalasi na myajaze maji. Walivyojaza maji kwenye mabalasi ni kama mapipa au majaba makubwa yale, wakajaza maji humo. Yesu akageuza yale maji kuwa divai. Alivyogeuza yale maji kuwa divai, na ile divai ilikuwa njema kama ilivyokuwa mwanzo. Alivyokuja yule mwandaaji wa harusi akashangaa sana, akasema imekuwaje? Kwa desturi zetu kwenye sherehe kama hizi, divai ya kwanza huwa haifanani na ile divai ya mwisho. Hii imekuwaje? Akakosa majibu. Na nataka nikushauri mimi mtazamaji wangu, unapopitia changamoto yoyote, unapopitia jambo lolote ambalo akili zako zimefika mwisho, mtumaini Mungu. Inawezekana unapitia changamoto kwenye ndoa yako, inawezekana unapitia changamoto kwenye huduma, inawezekana unapitia changamoto kwenye familia, mtumaini Mungu na Mungu atakusaidia. Lakini pia nataka nikukumbushe pia hadithi nyingine kwenye Waamuzi 6. Biblia inasema katika Waamuzi 6, wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu machoni pa Mungu. Sasa walipofanya yaliyo maovu machoni pa Mungu, Mungu akawakabidhi kwa Wamidiani. Na kipindi cha wana wa Israeli, Wamidiani walikuwa ni maadui zao, ambapo wanaenda kupambana vita, wanapambana nao. Sasa wakajisahau wana wa Israeli, wakamkosea Mungu. Na kikawaida hata dunia sasa hivi, ukimkosea Mungu ni lazima akutie mikononi mwa adui zako ili wakushughulikie vizuri. Sasa wana wa Israeli waliteseka sana, walikaa mikononi mwa Wamidiani, wakateseka. Ilifika kipindi walikuwa wakilima mashamba, wanapanda mazao ili yasaidie kwenye chakula, lakini Wamidiani, kwa sababu Mungu tayari alishawakabidhi kwao, wakawa wanafika pale wanang'oa yale mazao. Kwa wana wa Israeli walikuwa wanateseka, wanashinda njaa. Lakini wana wa Israeli wakamrudia Mungu. Walivyomlilia Mungu, Mungu akamtuma malaika kwenda kwa mtumishi wa Mungu Gideon ili aende kuwaokoa. Mungu akasikia kilio cha wana wa Israeli. Malaika alivyoenda kwa Gideon akamwambia, ewe shujaa, inatakiwa uende ukawaokoe watu wa Mungu. Gideon akasema, mimi ni kijana mdogo sana na pia natokea kwenye familia ya watu maskini sana. Na mtumishi wa Mungu Gideon alikuwa na tabia ya kukaa chini ya mti wa mwaroni, kazi yake ilikuwa ni kupepeta ngano. Akasema, kama unavyoona malaika, kazi yangu mimi ni kupepeta ngano, na hapa nimejificha wasije wa Midian wakaniona na wakanifanyia mambo mabaya kama walivyofanyiwa ndugu zangu. Malaika akamwambia, Mungu amenituma nikwambie wewe ni shujaa na unapaswa kwenda kuwaokoa wana wa Israeli. Gideon akasema, ni sawa, kama kweli nitaandaa sadaka, na hiyo sadaka ukiichukua nitaamini ni kweli Mungu amekutuma. Gideon mtumishi wa Mungu akaandaa sadaka na malaika wa Mungu akaichukua ile sadaka. Ndipo Gideon akakubali, akaenda kuwaokoa wana wa Israeli. Kwa hiyo wana wa Israeli wakatoka mikononi mwa adui zao na wakawa huru. Nini nakwambia? Unapopitia jambo lolote, inawezekana umemkosea Mungu. Mungu anapokupitisha kwenye jaribu au unapopitia kwenye jambo lolote ambalo gumu, akili zako zimefika mwisho, Mungu anakukumbusha umrudie na atakusaidia kama alivyowaokoa wana wa Israeli wakawa huru. Na wewe ndugu yangu, ninakushauri unapopitia changamoto yote, mrudie Mungu na Mungu atakusaidia na Mungu atakuvusha kwenye hiyo changamoto. Mungu akubariki sana. Endelea kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii. Tunapatikana kwa New Agape TV. Asante sana mtazamaji wangu na Mungu akubariki sana.